wimbi kubwa kweli kweli la wizi sasa hivi, na wanaoiba sasa staili wanayokuja nayo, hata kama kuna mlinzi nje huwezi ukajua kwamba kuna mtu anaiba. Kwenye hizo frame hapo miko ya zamani juzi pameibiwa, lakini mwizi huyu alianza kuja kuuliza bei ya vitu, akanunua na jinzi moja, akasema vingine nitakuja kuchukua kesho. Kesho yake haikufika, usiku akaja kuchukua bure. Kinachonisikitisha sana, huyo mtu nasikia kapitia chooni. Sasa kwenye hicho choo ni waulize wanao wenye hilo duka, choo hiki huwa kinafungwa kinakaa wazi? Na kama kinafungwa, siku ya wizi kwa nini kilikuwa wazi? Yaani inawezekana choo kilikuwa kinafungwa siku zote, lakini siku ya tukio choo kilikuwa wazi, maana huyo mtu hakuvunja, nje walikuwepo watu. Ina maana kuhisi ndani kuna mtu anaiba ni ngumu, sababu sikaingia chooni. Sasa kumbe uko ndani anajua kila kitu, sababu sio mgeni huyu. Wewe mtu ajue kwamba ukipitia chooni una uwezekano kutokea duka na duka na duka na ukachukua vitu. Huyo ni mwenyeji. Sawa. Kwa hiyo kama ni mwenyeji, sisi wakazi wa eneo hili wengi wao tunajuana, na vijana wetu wenye tabia hizi chafu wanajulikana. Kinachotushinda kumhukumu mtu tu moja kwa moja kwa sababu hujamuona akichukua. Lakini tunakoelekea sasa, tunaelekea sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu wewe mwenzio hivi duka unaenda kuchukua, unapata nini? Unahatarisha maisha yako bure. Unakwenda kuchukua mwenzio anadunduliza. Duka faida yake unaijua? Hivi kuna mtu analaza hela dukani kwe? Kipindi tulichonacho kuweka hela dukani uje uchukue. Hicho ni kipindi kibwa kipo tena. Watu wenyewe ndio kama hivi hatueleweki. Kwa mimi nimekuja na vijana wangu wa polisi jamii hawa, niko na kamanda wao hapa, ili tuje tukae tujadiliane tunafanyaje ili jambo tulikomesha. Lakini nirudi kwa vijana wangu wa bodaboda. Mimi vijana wa bodaboda nataka watu wanaojulikana kwenye eneo la vituo, lakini mnakaribisha watu wa aina tofauti tofauti, mnawajaza hawaeleweki hata wanatokea wapi. Nilishawaita vijana wangu undeni uongozi, tujuane, anayekuja tumjue huyu ni mgeni na aje na barua kutoka kwa mjumbe wake, anaishi wapi, ili huyu mtu akifanya tukio sisi tunajua jinsi ya kumpata. Lakini hakuna hicho, hakuna uongozi, hakuna chochote. Mwisho wa siku wanaoibiwa wanawapelekeni tuhuma nyinyi ambao mko miaka na miaka hujawahi kuiba kitu cha mtu. Mimi nikiongea mnaona kama naongea vitu vya kipuuzi. Lakini huu msala utakuja kuwadondokeeni. Hujaiba mtu atasema wewe mwizi. Umeona? Na unaishi kwa ajili ya kazi hiyo. Sasa kwa nini usiheshimu? Kwa nini usitoe taarifa zilizo sahihi? Kwa nini msiishi kwa usahihi? Kila anayekuja kafanya eneo hili shamba la bibi, kuna vituo vinazalishwa ovyo ovyo. Hapa kituo, pale kituo, pale kituo. Havieleweki. Bange mnavuta nje. Na mkishavuta bange sasa wengine ndio mnaambiwa mnaiba, kumbe wengine starehe. Umeona? Kwa hiyo mimi nataka tujadiliane swala la uwizi unaoendelea. Nyinyi tunajuana na naomba vimemo kwa siri, hata tajwa mtu hata mmoja. Sisi tutafanya kazi wenyewe kimya kimya. Kuna mtu kaenda kumuilia mama mmoja pale hapo juu, akachukua suruali kwenye nani. Kafungua kioo, kachukua suruali ina simu, ina hela Laki9 na uchafu kachukua. Mtu nyumbani kwako kuchagua kwamba hii hela niweke hapo, unaosi huko ndani unaona huko salama. Yeye kachukua vuta suruali, kachukua hela, kachukua na simu, na anajulikana na mwenyewe anamjua. Ila tatizo tu hakumdaka, lakini anamjua. Na hata usiku wa tukio hakulala nyumbani huyu mtu. Yaani ni mwizi. Sasa hata mahakamani ukimpeleka unaambiwa leta ushahidi, kama una ushahidi huwezi kumfunga huyo. Basi tunategemea ushirikiano tupate kwenu nyinyi. Sasa kama hakuna ushirikiano, si hatuwezi kufanya kazi, hatuwezi kuota ukapige ramli
kwamba fulani hapa ndio mwizi, huwezi kupata majibu. Sasa mimi nataka wafanya biashara, ndugu zangu wote wafanya biashara hapa, tukae tujadiliane sasa, tulinde vipi hili eneo ili tuuondoe huu mwizi. Kama sio tuupunguze au tuuondoe kabisa. Lakini ndugu zetu sisi wazazi, kuna muda itabidi wazazi tusameheane. Sababu leo huyo mtoto nitamkamata mimi, utasema mtoto wa fulani nitamsamehe. Kuna mwingine amekuja kufanya biashara hakai huku, hana uchungu na huo, na wewe hata una uchungu, kashaibiwa. Yeye atakachokifanya ni kupiga, ni kuita tu basi. Yani adhabu kazi ya mtu aliyeibiwa ndogo sana. Akishasema tu mwizi, yeye kamaliza biashara. Sasa anayekujua hakujui, lazima nikuitie mwizi. Mimi natafuta kwa tabu, wewe unakuja kuchukua kirahisi. Haiwezekani. Kwa nini tunaishi kwa njia za shortcut? Wewe utatajirika na shilingi 2,000 3,000 unazozikuta dukani, kitu ambacho hakiwezekani. Hamtaki kufanya kazi. Ulizi shirikishi, si njoni mjiunge mfanye kazi, tupige doria mtaa mzima huu. Hamtaki, mnashinda vijiweni kula starehe, kuvuta bange jioni, ukale ugali mkubwa wa baba. Kwa hiyo mimi niombe ndugu zangu, mwizi mpaka chini kule bondeni. Bondeni alikuja kukatiza pale kwa kompyuta pale, alipita hivi akanishinda mbio, akaenda Melenia. Lakini tokea huku kote hakuna mtu hata mmoja aliyetoka. Kwa hiyo nilitoka mimi peke yangu huku, nikakimbizana naye mpaka chini kule. Na mimi nilishindwa kupiga wewe, maana niliona watu wote wapo kimya. Kwa hiyo na mimi nikawa naenda kimya hivyo. Basi. Wapeni nilikuwa namuona ni mmoja tu, mimi naweza nikammudu.